nimesema kwamba ni tangazo. Tumeanza leo mpaka Jumapili. Kwa hiyo leo ni tangazo. Tangazo maana yake ni kwamba linakuonesha picha kwamba bwana, kinachoendelea ni hiki hapa. Kwa hiyo leo hii hapa tunakupa tangazo. Uwe una changamoto, uwe una shida, uwe umelogwa, uwe na mtoto umepata mtoto ana changamoto, nakwambia njoo hapa. Yesu huyu unayemhubiri atakusaidia, maana nimemuona akifanya. Amefanya kwa mikono yangu nikimshuhudia. Wengi wamepokea uponyaji, wengi wamepokea uponyaji. Kwa hiyo na wewe nakwambia kwamba haujachelewa bado, nafasi bado unayo. Na ndio maana huyu Mungu ni mwaminifu sana. Amekuacha upo leo mpaka leo, upo leo, upo leo. Kwa hiyo wengine wamekufa, wengine wamekufa kwa ajali mbalimbali, wengine wamekufa kwa magonjwa, wengine wamekufa kwa kupata changamoto zozote zile, wengine wamekufa. Wewe leo upo hai, ina maana kwamba Mungu bado ana mpango na wewe. Nasema kwamba Mungu bado ana mpango na wewe. Nasema kwamba Mungu bado ana mpango na wewe. Anachotaka tu ni kwamba uweze kukubali kwamba mimi nimechoka. Nimechoka kuishi kwenye maisha ya dhambi. Nimechoka kuonewa na wachawi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo na kazi yako ni moja tu. Huyu Yesu anasema kwamba nimewapaka mafuta ili muweze kuwahubiria wale waliofungwa na kutekwa na nguvu za giza, ili waweze kutambua kwamba kuna uhuru. Hatujazaliwa tuwe na magonjwa kila siku. Hatujazaliwa tuwe na vitu yaani hatujaumbwa ili wewe na udhaifu kwenye mwili wako. Hapana. Yesu alituumba ili tuweze kuwa huru. Na ndio maana alipokuja kama mwanadamu hapa duniani, akafa pale msalabani. Lengo la kusudi ni kwamba uweze kuwa huru. Sasa ili uweze kuwa huru, sharti ni moja, kwamba lazima kwanza umkiri yeye, umkubali yeye, umkubali kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nakwambia leo atakusaidia. Hujanisikia? Nasema kwamba nakwambia leo atakusaidia. Leo atakuweka huru kweli kweli. Maana tumemshuhudia akifanya, na ndio maana tuna ujasiri wa kusema kwamba Yesu anaweza. Tumemwona akifanya, akitenda kwa watu wengi sana, akifungua. Iwe ni kansa unaina imekutesa kwa miaka 9. Wengine wanasema kwamba hii kansa nimeipata, huu ni mwaka wa 8. Huu ni mwaka wa 7. What are you talking? Kwa Yesu hakuna cha miaka 7. Kwa Yesu hakuna cha miaka 9. Kwa Yesu hakuna cha miaka 20. Nakwambia ukiamini leo hii hapa, hata kansa leo itakuwa ni mwisho kwako. Ukiamini leo hii hapa, kisukari itakuwa ni mwisho kwako. Ukiamini leo hii hapa, ukimwi itakuwa ni mwisho kwako. Ukiamini leo hii hapa, mtoto wako ule mzao wewe mwenyewe unatamani aweze kukusaidia, aweze kuwa vizuri, lakini mtoto wako ni kama akili zake ni kama amejaa akiani mapepo tu akusikii. Na kwamba yupo Yesu anayetengeneza. Hata sisi wenyewe hatukuwa hivi. Tulikuwa ni watukutu, tulikuwa na tabia mbaya, lakini tulipomkubali Yesu, watu wakaanza kushangaa. Na kwamba ni mtoto wa fulani yule, mbona alikuwa ni mtukutu sana? Mbona amekuwa ni mtu mzuri? Mbona amekuwa tofauti? Sija tofauti. Aliyeniweka huyu tofauti ni huyu Yesu. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana leo hii hapa nakwambia kwamba huyu Yesu ni uzima. Yesu ni uzima huyu. Na ndio maana ametupaka mafuta tukutangazia habari njema. Na habari njema ni hii hapa, ya kwamba kansa ulionayo Yesu atakufungua, utapona kwa jina la Yesu ukiamini. Habari njema ni hii hapa, ya kwamba ukiamini leo, hata kama ni kisukari, ukiamini kwamba Yesu alikufa msalabani anaweza akaniponya, na kwambia kisukari leo kitaisha kwa jina la Yesu. Ukiamini leo, iwe ni ukimwi, iwe ni udhaifu kwenye mwili wote, ukiamini kwamba Yesu anaponya, ukiamini kwamba atakuponya, na kwambia mtu aivumwe, ni wakati wako ufanye uamuzi wa kwamba Yesu, na nimeamini ya kwamba nilikufa pale msalabani kwa ajili yangu. Ukakiri wewe mwenyewe, ugonjwa utaondoka wenyewe. Wewe udhaifu utaondoka wenyewe. Wewe sijui kitu gani kitaondoka chenyewe, kwa sababu huyu Yesu ni uzima. Huyu Yesu ni uzima. Kwa hiyo kama Yesu ni uzima, hawezi akakaa na kisukari. Yesu hawezi akakaa na ukimwi. Yesu hawezi akakaa na sijui na udhaifu kila aina. Hawezi akakaa na wewe udhaifu, kwa sababu yeye ni uzima. Kwa sababu yeye ni uzima. Ukimpokea yeye unakuwa na uzima tele. Ukimpokea yeye unafunguliwa. Ukimpokea yeye unakuwa huru kweli kweli. Haleluya.